Mambo vipi? Kama kawaida nimerudi tena baada ya kupokea kwa muda mrefu. Nimepotea sana najua, ila nimerejea sasa na tutakuja na masomo mapya mazuri na kuwa na mwendelezo pia kwenye Adobe Premiere Pro, na hii ni After Effects na masomo mengine mengi. Kadri mtakavyokuwa mkiuliza nitakuwa naendelea kuwaletea masomo hapa. Na hii ni After Effects kama mnavyoiona. Kwa wale ambao mmewahi kuiona, hii ni Adobe After Effects 2026. Hizi ndo sehemu zake za muhimu za kujua. Kuna sehemu hii ya project, kuna sehemu ya composition, new composition footage, ina vitu vingi. Unaona, hii inakuwa na muonekano tofauti kidogo na Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo kwa wale wageni tutaanza kwa kujifunza taratibu, lakini taratibu tutaifahamu. Kwa kuanza hapa, kwa mfano tutaanza na kitu kinaitwa project hapa, kufungua project mpya. Hii ni shortcut. Kwa hiyo naweza kuwapa kwa njia ndefu. Kiacha na hii shortcut, unakuja hapa, unakuja kwenye file, unakuja kwenye new project. Hapa tunaanza kufungua kitu kipya sasa kabisa. Umeona? Na hapa unaweza kutumia, nikachukua file ya Adobe Photoshop au kwenye Cinema 4D. Kwa wale wanaojua, pia nitafundisha mambo ya Cinema 4D huko mbele. Kwa hiyo nikija nikifungua new project, utaona hapo, itakuja hapo open project. Sija click hapa, create new composition. Yes, hii new project ndo hapa ambapo tupo saizi. Hii sehemu ni new project, lakini sasa tunachokuja hapa, hii ni create new composition. Kwa hiyo kwenye create new composition kuna shortcut, ambapo shortcut yetu hapa kwenye new composition. Unajua kwenye composition tuna create new. Kwa hiyo ukibonyeza hapo itakuja kama hivi, na hapa ndo kuna sehemu ya kuchange preset zako. Unataka HD, unataka 4K, unataka 8K. Ziko hapa 8K, kuna 4K, ziko preset za kutosha. Lakini hapa pia kuna raw aspect ratio, ambayo hii unakuwa na change pana unaotaka wewe. Kuna width, kuna height. Kwa hiyo unakuwa na change, unacheza tuna hiyo 1080 au unataka kipimo ambacho unakihitaji mwenyewe. Lakini pia kuna frame rate. Frame rate unaweza kutumia 25 per second, 30 frame per second, vyovyote kulingana na project yako unavyotaka iwe. Itakuwa ina change tu kulingana na wewe unavyokuwa unataka iwe, au vile unavyokuwa una enjoy wewe kuchange. Na hii full, half, third na quarter, hii pia ipo huku, utajifunza pia. Kwa hapa nataka nionyeshe iko hapa. Sio lazima ubadilishie hapa juu. Kwa unaweza kaja ukabadilishia hata hapa. Sio lazima ubadilishie hapa. So sibadilishi hapa kwa sababu nina uwezo kuja kubadilisha hapa nikiwa naendelea na project. Haya, time nitatumia hiyo sekunde 4 tu, inatosha kuanza nayo. Haya, background inaweza tukaweka background gani? Tuweke hata white, ambayo inatumika mara kwa mara. Background iwe white, then nita press okay. Hiyo ndo background yangu, itakuwa white kama hiyo. Hii guidelines na nini hizi ukizihitaji, sio lazima uweke. Title action safe kama hizi unaweza ukaweka. Proportional hizo ndio kuzifundisha baadaye, lakini title guideline safe ipo hata kwenye Photoshop. Kwenye Photoshop, kwenye Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo tutatumia hata hii, sio mbaya. Lakini leo tuitoe kwanza. Chana na grid. Tutumie tu hivi kawaida. Huko mbele nitakuja kutoa na matumizi ya hizo vitu. Hivi vitu tutakuja kutoa maelekezo yake baadaye. Title and our action safe, sijui proportional grid, sijui hivi vyote, rulers zote tutakuja kuzitoa baadaye. Baada ya kufungua hii, utakuja hapa, kuna kitu kinaitwa, una right click hapo. Kuna kitu kinaitwa solid. Maana hizi ni layers. Sasa ukija hata huku unaweza kaja ukazipata hizi.
shortcut yake ni huku, wengine hapo right click hapa zinakuja. Leo tutumie shortcut hapa, tutakuja kwenye new, then tutachagua solid. Sisi tunataka hii solid. Hii solid pia unaweza kaamua nataka tuiwe pia white, lakini pia hii ni background, kwa hiyo tunatengeneza background, kwa hiyo sio lazima kwa sababu hapo tunayo huko nyuma, sasa tukaacha pia tukaipotezea, sio lazima uweke. Hii ni background, unaweza kuweka background ya picha na nini, hiyo ni background. Kwa nini nasema background? Kwa sababu hapa nikitoa hii kwenye toggle transparent, nikitoa hii inabaki kama Photoshop, maana hapa inakuwa haina background. Kwa hiyo tuliokuwa tunaweka pale ni background, hivi maana yake inakuwa haina background. Hiyo tu nimeweka kama imagine safe kwa ajili ya kufanya kazi ambayo nataka tuifanye. Kwa kitu cha kwanza hapa kwenye After Effects tunajifunza vitu vichache vichache. Labda tutaanza kwa maandishi. Labda nikaandika hapa, labda leo kaandika Vodacom. Command A. Check character zangu hapa. Kachange rangi, Vodacom ni nyekundu, kwa hiyo tuipe heshima yake, tunaita let's say tuipe nyekundu yake kama hivi. Kaongeza title. Hii ndo baada ya kuandika hivi. Sasa leo tutajifunza kitu cha kwanza kutumia effect. Kwa nini After Effects? Effects zake ziko wapi? Naelewa. Kwa hiyo tuje tucheki effects. Kwa nini tunaita After Effects na effects zake ziko wapi? Unaona? Kwa hiyo labda nikija hapa nitataka kutafuta animation ya maneno. Hapa nichague, kuna vitu vingi. Unaona? Kwa hapa nimetia hiyo animation hiyo. Anime radio nikiplay, what should happen? Hii nimeweka sio ina vanish, control Z. Hii nataka hii kwa ajili ya background, legacy, organism, shapes, text. Ona kama hivi. Kwa nikiplay wanavyokuja hapo. Sasa nimeweka effect, maneno yanavyokuwa yanajiandika, Vodacom inavyokuwa inaandika. Kwa hiyo effect yangu imekaa kama hivyo. Ukiweka kwenye U hapo utakutana na kitu kinaitwa keyframe. Hizi keyframe hizo kazisogeza mbele kama unataka ipunguze speed, kwa sababu inaenda haraka haraka. Kwa hiyo ukiplay iende kwa speed ya hivyo. Kadri unavyozidi kuzisogeza mbele ndio kadri ambavyo nazidi kupunguza speed. Kwa hiyo kama hivyo, hiyo ona hiyo effect ya kwanza kama unavyoona hivyo. Hiyo ni effect ya kwanza. Kwa wale ambao hapo tunaanza taratibu, kuna vitu vingi. Haya, nita control Z tutafute effect nyingine. Kuna effect nyingine kama hivi. Hii inakuwa inakuja kama hivi. Sorry, command Z takiwa niweke huko. Command Z nikosea. Undo. Sorry. Ndio kitu ambacho umezoea. Kuna nini? Mimi situmiagi hizi natumia tu effect ambazo zipo kwenye After Effects, ndio maana unaona kama nakuwa napitiliza, lakini kwa sababu mara nyingi napenda effects za kutengeneza ambazo tutazisoma baadaye. Hii ni ya hivi. Kwa hiyo ukiplay itakuwa inakuja kama hivi. Unaona? Hiyo ni aina nyingine ya effect tunaongelea hapo. Yes, kama hivyo. Na enjoy. Z. Cheki hapa ziko effect nyingi.
Kwa hiyo zingine zinakuwa tofauti. Hizi na nyingi ni za picha, kwa hiyo haziwezi kukupa kitu ambacho unakuwa unakitaka. Umeona, inakuwa zinafifisha. Kama hiyo nayo ni effect. Najaribu tu kuonyesha effects tofauti tofauti uzione. Hii sasa ni kwa ajili ya 3D text. Umeona inakuwa kama hivyo. Umeona, najaribu kuwafundisha vitu vidogo tu. Sasa somo linalofuata, maanake tutaanza kuwa tunasoma vitu ambavyo sasa ni vya uhalisia vya kutengeneza wenyewe. Hii inakupa tu sasa hivi kwa ajili ya kuona inavyokuwa. Hizo ni baadhi ya effect. Ziko effect nyingi sana, ambazo tukianza hapa hatuwezi kumaliza leo, kwa sababu ni effect zipo nyingi mno, na effect nyingi sana. Inayo ni effect, lakini effect hii nitakuja kuseti huku. Sasa hizi nitakuja kuzifundisha baadaye. Box, sijui na box, hizo tutakuja kusoma baadaye, kwa sababu tunakuwa nazo nyingi. Kuna hii, unaona, zote ni effect. Hizi zote ni effect. Taratibu. Kwa hiyo taratibu tutakuja tutasoma vitu vingi huko mbele na mtaelewa. Kwa hiyo kwa somo la leo nataka tuishie hapa. Nataka lakini kikubwa muone hii inavyokuwa inafanya kazi. Tutakuja tutasoma kuhusiana na pan under, kuna round, kuna orbit, kuna zoom, kuna hand tool, viko vingi, kuna rotation tool, kuna pan behind, kuna rectangle, kuna cube tool, kuna pen tool ambayo ipo, hiyo pia ipo kwenye Adobe Premiere Pro, ipo kwenye Photoshop, ipo kwenye Illustrator. Lakini kuna text, kuna brush, kuna clone stamp tool, kuna erase tool, viko vingi, kuna loto, kuna puppet pin, hii kwa ajili ya katuni. Kwa hiyo baadaye mkija kusoma katuni mtaelewa hii inafanya kazi gani. Unaona, viko vingi. Kwa hiyo kwa sasa nilikuwa nataka tu muweze kujua somo linalofuata ni After Effects, na tutaanza kwa style kama hii. Kwa hiyo somo linaloanza kuanzia kesho, kae mkao wa kula, tutaanza kusoma jinsi ya kuanimate, kutoa kitu kimoja kwenda sehemu nyingine. Tutaanza kuanimate. Kwa mfano hapa nataka hii inatakiwa ni unselect hii. Utabonyeza hapa pembeni, utachukua shape yako, utaifungua kama hivi. Unaweka rangi. Naweza nikaamua nyekundu hiyo hiyo. Shape yangu ndo hii hapa. Kwa hiyo kaamua sasa hii utachukua hichi kidude kikae katikati, kwa sababu hii nataka irotate. Hichi kikikaa huko, nikija nikibonyeza hapa nataka kurotate hilo dude hilo litakuwa lina rotate hivi, umeona? Kwa hiyo sitaki lizungukie huko, umeona huko linakozungukia huko. Yes. Kwa sasa nachukua hiki, lengo langu mimi nikitaka kufanya rotation hii izunguke hapo hapo, umeona hivi, unaelewa? Yes. Haya, Control Z hapa nafanya hivi 0 hapa, naweka naweka keyframe, alafu hii nitaipeleka mpaka mwisho, alafu nitaweka 360. 360 ndio mzunguko kamili, si ndio duara 360. Kwa hiyo nikiweka hapa hivi mtu anazunguka hivi, umeona? Kwa hiyo itazunguka mpaka imalize duara nzima, itakuja itamaliza duara nzima. Hizo ndo animation hizo. Kwa hiyo kesho tutaanza kusoma sasa vitu kama hivi. Tutaanza kusoma position. Umeona? Hii inaenda huku, inarudi huku. Kwa hiyo tutakachokifanya hapa, utaweka keyframe, alafu utakuja mpaka hapa, utaipeleka hiyo mpaka hapa.
Tasogeza tena mpaka mwisho. Sorry. Peleka juu. Sorry, na kifua kidogo. Kwa ukianimate hapa, ukiplay utaona inavyoenda. Tenda pa. Kama hivyo. Kwa hiyo ndo After Effects. Kwa tutasoma vitu vingi. Tutajifunza animation na vitu vingine vyote. Hii ni sample. Baada hapo tutakuja tutaanza tena. Asanteni sana, usisahau kusubscribe, kulike, kushare kwa watu wengine pia waone. Kisha tutaanza masomo yetu rasmi. Hapa ndo tumeanza. Kwa sasa hivi itakuwa back to back. Utaniambia umependa nini au unataka kitu gani, unataka kujifunza nini? Comment hapo chini. Chukua namba yangu hiyo ya WhatsApp, utanicheki kwenye email muda wote. Nitakusaidia, nitakupa mawazo, unachokihitaji utaniambia. Asanteni sana. Leo tutaishia hapa. Bye bye.